إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya neema zake nyingi juu yetu, ikiwemo neema hii ya kukutana kwa ajili ya somo hili muhimu linalowahusu Waislamu katika safari zao, na hususan safari ya umra na haji. Safari imezungumzwa katika Uislamu na Uislamu umetoa miongozo mbalimbali kwa Muislamu katika safari yake, kwa sababu dini yetu ya Uislamu ni dini iliyokamilia, haikuacha hitajio lolote la mwanadamu muhimu, isipokuwa Uislamu umetanabahisha na kufundisha juu ya hilo. Kwa hiyo Uislamu unafundisha na unaelekeza katika mazuri na unahadharisha katika mabaya. Safari huwa ni ibada ikifanywa ndivyo katika utaratibu wa sheria, na safari ina kheri na manufaa yake na baraka zake, hususan safari ambayo Muislamu katakiwa ifunge na aitike wito wa Mola wake kupitia vinywa vya mitume wake, kinywa cha Ibrahim alayhi salatu wassalam na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Usafiri wa Islamu akienda katika ibada ya haji, wanaitika amri ya Allah azza wa jalla, na wanaitikia wito wa Ibrahim, waadhin fi nnasi bilhajj yatuka rijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amiq. Waite ewe Ibrahim, tangaza kwa watu, ita, watakuja watu kwa miguu na juu ya kila mnyama aliyekonda kutoka katika njia za mbali kabisa. Kwa hiyo watu wanapoenda katika safari hii huwa wameitika wito wa Ibrahim alayhi salatu wassalam. Bali pia maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema la tushaddu rihal illa ila 3 masajid, haifungwi mizigo juu ya wanyama, akimaanisha kwamba hazifungwi safari isipokuwa kuifuata misikiti mitatu. Misikiti hii ndio inayokusudiwa kiibada kwa safari. Wa kwanza ni Almasjidul Haram, na wa pili ni Almasjidun Nabawi, na msikiti wa tatu ni Almasjidu Al-Aqsa. Dr. Said ibn Wahf Al-Qahtani anasema al-adabu allati yanbaghi lilmu'tamiri walhaji ma'rifatuha wal'amalu biha, adabu ambazo na taratibu na sunan ambazo inampasa mfanyaji umra na hija kuzitambua na kuzitendea kazi. Kwanza kuzitambua, na pili kutendea kazi adabu hizo na taratibu hizo na sunan hizo kwa kila haji na mu'tamir, liyahsula ala umratin maqbula, ili aipate umra inayokubaliwa. Yawezekana mwanzoni mu'tamir akakosea katika taratibu za safari tu, asijitambue vizuri, na kwa hilo akakosa kukubaliwa katika umra yake. Wa yuwaffaqa li hajjin mabrur, na ili apewe taufiki ya kuipata hija njema, hija inayokubaliwa, hija yenye kheri. Adabun kathiratun minha, adabu ambazo mu'tamir na mfanyaji hija wanapaswa kuzijua kwa ajili ya kukubaliwa hija zao na umra zao ni adabu nyingi. Miongoni mwa hizo ni hizi zifuatazo. Kuna adabun wajiba, adabu za lazima mtu kujipamba nazo kwa ajili ya safari, na kuna adabun mustahabba, taratibu ambazo inapendelewa mtu kuzijua. Akasema wa adhkuru minha ala sabili almithali lilhasri aladab alshar'iyya alatiya,
na nitataja kama ni mifano tu, na sikuzitaja zote katika hizi adabu zijazo. Kwa hiyo kumbe kukubaliwa kwa umra na kukubaliwa kwa haji, jambo moja muhimu sana kulizingatia ni utaratibu wa safari. Safari ina mambo yake na muhimu Muislamu ayajue. Kwa hiyo kutakuwa na mambo kadha wa kadha ambayo msafiri kiujumla, hata yule anayesafiri katika Waislamu kuifata biashara ama kumtembelea mtu au matembezi, basi ni muhimu azijue adabu hizi za safari, na nyingi zao zinahusu ujumla wa safari, lakini kuna mengine yatakuwa yana umuhimu wa ziada katika upande wa safari hii maalumu ya haji na umra. Adabu ya kwanza ni al-istikhara, mtu kumtaka Allah amjalie lenye kheri. Al-istikhara inatokana na neno al-khair. Al-khair ni kitu kizuri, kwa hiyo al-istikhara maana yake talabul khair. Kama ilivyokuwa ada ya lugha ya Kiarabu ni kwamba inaanza hamzatul wasli na sin na ta. Herufi tatu hizi sio shina katika neno, lakini huwa zinamaanisha utakaji. Miongoni mwa maana zake kuu, alhamzatu wasin wa tau li talab, hutumika kwa maana ya kutaka. Kama vile maghfira ni msamaha, asili ya neno ni alghain wal fa wal ra, lakini ikiongezwa alhamzatu wasin wa ta mwanzoni, istighfar maana yake kutaka msamaha. Ghafara amesamehe, ambaye ni Allah. Istaghfara ametaka msamaha, ambaye ni mja huyo. Kuna istakhara ametaka lenye kheri mja. Kwa hiyo tusipate tabu, tafsiri ya wazi sahihi ya neno al-istikhara, kumtaka Allah akujalie lenye kheri, kwa sababu wewe kiumbe hujui, ni dhaifu, ukamtaka yeye akupe lile lenye kheri. Ma khaba man istakhara wala nadima man istashara, hatoambulia patupu yule atakayetaka Mola wake amjalie lenye kheri, wala hatojuta yule ambaye kataka ushauri. Mambo yote mawili ni muhimu, moja linafanywa kwa Allah na moja linafanywa kwa kiumbe. Al-istikhara min al-khaliq wal istishara min al-makhluq. Al-istikhara inatoka kwa Muumba, yani tumtake Allah atupe lenye kheri, na al-istishara kutaka ushauri, hii inakuwa ni kwa kiumbe. Na maneno yote mawili yameanzia na herufi hizo nilizozitaja, alhamzatu wasin wa ta, ikimaanisha kutaka. Kwa Allah tunataka tujalie lenye kheri, ndio analijua moja kwa moja, lakini pia kwa kiumbe tunataka ushauri. Neno almashura ni ushauri, kwa hiyo tukasema kwamba alistishara kutaka ushauri. Haya ni mambo muhimu sana. Kwa hiyo ni haji makini, ni mu'tamir makini yule ambaye anataka ushauri kwa watu, kundi gani ajiunge nalo kwa ajili ya safari. Zamani tutasema ayu rufqatin yurafiquha, ni msafara upi afatane nao. Palikuwa na misafara inasafiri, lakini msafara ambao unasaidia kwenye takwa na mafunzo na kheri mbalimbali, basi bila shaka huo ni msafara wenye kheri kubwa za ziada. Kwa hiyo talabul khairi wa talabu ashura ni kitu muhimu kwa Muislamu. Wakasema alistikhara juu ya jambo gani? Wakati wa kusafiri, yani siku ya kusafiri ikiwezekana, kipando chenyewe kiwe cha aina gani? Kwa zama zetu za leo, ndege iwe ipi? Arrafiq, mwenza wa safari awe nani wa kusuhubiana naye? Wijhatu tariq, tupite njia ipi? Hayo mambo yanatutaka tumuombe Allah tujalie lenye kheri. Hali kadhalika wataka ushauri wenye uzoefu na waja wema. Ama utendaji wa hija yenyewe ama umra ni jambo linajulikana kwamba ni latakiwa kwa Muislamu, ni amri ya Allah azza wa jalla. Kwa istikhara si kwamba nifanye hija nisifanye, lakini istikhara ni safiri na nani, tuchukue chombo kipi, usafiri upi, ni nani ni msuhubu, kuwa naye karibu, kiti chake kiko karibu na changu, niko naye daima katika safari. Haya mambo mawili ni muhimu na ni katika adabu safari. Adabu ya pili ni wajibu kwa alhaj na almu'tamir akusudie kwa hija yake na umra yake radhi za Allah. Na ndio maana unwani ya darasa yetu ni adabu za safari na sunan zake. Ndani ya neno adab kuna adabu ambazo zitalazima
sio za sunna, kama ikhlas katika safari. Ni kitu muhimu mtu kuwa kabla hajafunga safari na kukumbana na mikiki ya safari, aangalie vyema anaifanya amali ile kwa ajili ya nani, kwa sababu Allah azza wa jalla amewataja kwenye Qur'an wasidhuriwe amina albayt alharam, walioikusudia nyumba ya Al-Kaaba. Manake wameikusudia, wamefunga safari hao, lakini wanakwenda kule kwa kutaka radhi za Allah, ndio Al-Qur'an ilivyosema. Kwa hiyo kitu muhimu, asije akaingia mtu katika uzito wa safari na mikiki yake kabla ya kujipanga katika moyo wake juu ya jambo la ikhlas. Man kana yuridu al-ajila, Allah anasema yule mwenye kutaka dunia ya haraka, ajalna lahu fiha, tutampatia haraka hiyo dunia itakayo, ma nashau, lakini hicho tutachokitoa kwa haraka tutakitoa kiwango tukitakacho sisi. Liman nuridu, kwa yule tumtakaye. Yatapita machungio mawili. Chungio la kwanza kipi apewe, halafu nani wa kupewa. Yote mawili hayo yamo katika uteuzi wa Allah azza wa jalla. Kwa hiyo kumbe kuna watu wanataka sifa, lakini au wanataka vitu vya watu, au wanataka wapewe na watu, wakafanya amali zao kwa kutaka dunia. Hiyo dunia wakaikosa na akhira wakaambulia patupu. Ma nasha, tutatoa kile tukitakacho. Liman nuridu, kwa tumtakaye. Thumma ja'alna lahu jahannam, kisha huyo anayetaka dunia haraka akaiacha akhira, tunampatia jahannam. Yaslaha, ataingia asumbuke humo ndani kwa adhabu. Madhmuman, hali ya kuwa ni mtu mwenye kutiwa katika aibu. Madhura, tena mwenye kufukuzwa huku na kule. Jamani, watu watakapoingizwa jahannam kuliko mwizi ambaye kashasumbua watu, kaiba sana, sasa wamemtia mikononi. Kawaida watu hapo wanajisahau, wanaweza wakaacha hata mafunzo waliopewa na Mola wao na mtume wao Muhammad sallallahu alaihi wasallam juu ya kwamba hatua gani waichukue. Wengine wanaua mwizi, wengine wanaweza wakamvua nguo na macho yote yakaona. Almuradi ni kwamba wanachupa watu mipaka yao kwa sababu ya hasira juu yake. Lakini pia anaweza akadhalilishwa, akapigwa huku na kule. Basi watu wa jahannam wao wanatakiwa yani watambulike duniani. Neno madhuran linamaanisha kwamba mtu wa jahannam atakapoingizwa atakuwa anafurumushwa huku na kule na anapigwa na anadhalilishwa. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, yote haya yanatufungua macho kutambua kwamba kuna udhalilifu mkubwa unamsubiri yule ambaye hakufanya amali yake kwa ajili ya Allah azza wa jalla. Mtume anasema kubwa ninaloogopea juu yenu ni shirki ndogo. Akaulizwa ni ipi? Akasema ar-riya. Hadithi imo ndani ya Sahihul Jami' na amepokea Imam Ahmad katika musnad yake. Na adabu nyingine ni kwamba inampasa mfanyaji hija na umra kabla ya kusafiri ajue hukumu za safari na mambo yanayohusiana na ahkam za safari, juu ya mambo ya sala na mengineyo katika safari yake. Kwa hiyo ilmu ya kuijua hija na umra na taratibu za safari ni kitu muhimu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din. Mtume anasema yule ambaye Allah anamtakia khairi humpa elimu ya dini, na ni hadithi ya Sahihi al-Bukhari. Adabu ya 4 ni kwamba mtu alete tauba kutokana na makosa na madhambi yote kabla ya kuingia katika safari. Amuombe Allah tauba, na toba ina masharti makuu matatu. Sharti la kwanza, ile dhambi anayoiletea toba awe kashaiacha, na sharti la pili ajutie juu ya yale makosa aliyoyafanya, na sharti la tatu aweke azimio imara ndani ya moyo wake kwamba hatorejea tena katika lile ovu na ile dhambi ambayo amekuwa akiifanya. Haya ni masharti matatu ya kukubaliwa tauba. Kwanza, kujing'oa na ile dhambi na kuiacha moja kwa moja, na ndio maana maulama hawatumii neno tark, kuacha, wanatumia neno al-iqla', kujing'oa. Kinachong'olewa jamani tofauti na kinachokatwa. Mti uliokatwa unaweza ukaota tena, lakini uliong'olewa umeng'olewa na shina lake. Kwa kujing'oa kwenye dhambi, al-iqla'u min adh-dhanb. La pili, an-nadamu, ni majuto, na la tatu, al-azimatu ala adami al-auda, azimio imara ndani ya moyo kwamba mtu hatorejea tena.
hapo itakapokuwa ni kosa baina ya mja na Mola. Ama ikiwa baina ya mja na waja wenziwe kadhulumu haki za watu, basi sambamba na hayo masharti matatu litaongezeka na sharti la 4 la kwamba ile dhulma akatake asamehewe au arejeshe haki ya watu, ikiwa ni mali. La, ikiwa ni dhulma inayoambatana na heshima, alimchafulia jina mwenziwe, kamtukana mbele ya watu na mfano wa hayo katika kudhulumu haki za watu za heshima zao, ina maana ya kwamba akamtafute, amuombe radhi, wamalizane vizuri, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yule ambaye leo amedhulumu basi akaombe asamehewe, faliyatahallalhu alyawm, tokea leo akatake ahalalishiwe, kwa maana ya kwamba akasamehewe kabla ya kuja siku ambayo hakuna dinari wala dirham, bali kuna mema na maovu. Yatachukuliwa mema ya dhalim kupewa mdhulumiwa na wadhulumiwa wengine mbalimbali, yakimalizika mema na bado madeni yapo ya dhulma, yatachukuliwa maovu ya wadhulumiwa kwa kiwango cha dhulma na kupewa huyu aliyedhulumu, na hatimaye atatupwa nayo motoni. Allah tuhifadhi, atulinde. Hadithi hiyo ya Sahihi Muslim. Kwa hiyo ni mambo yanatisha sana. Adabu ya 5 ni kwamba mfanyaji hija na umra inampasa achague mali ya halali, yani kwanza katika maisha yake achume cha halali, achume cha halali, na kama aliteleza alete tauba na ajitahidi kile ambacho kitakuwa safi zaidi kwenye mali yake ndo akitumie kwenye safari yake hiyo. Na ndio maana wakasema an yantakhiba almal, achague ama ile haramu ile, kama kuna haki za watu azirejeshe na atubie kwa Mola wake. Haji itakubaliwa ikiwa safi, kwa sababu Allah azza wa jalla anakubali safi. Hadithi inasema inna Allaha tayyibun wala yaqbalu illa tayyiba, hakika Allah ni mzuri na hakubali ila kilicho kizuri. Na mali ya haramu inaweza ikapelekea ibada kukatalika, na isitoshe mtu ambaye anakuwa kwa makuaji ya haramu, kula yake, kivazi chake, huyu itakataliwa dua yake, kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mja akasafiri safari refu, na safari ni sababu ya kujibiwa dua, na ikiwa refu sababu imepata nguvu zaidi, halafu kanyanyua mikono, na hiyo sababu nyingine ya kujibiwa dua, na tena anasema ya Rabbi ya Rabb, na hiyo ni sababu nyingine, kwa sababu baadhi ulama wanaona neno Rabb ni ismullahi al-azam, ndio jina la Allah kubwa zaidi. Dua inajibiwa akiombwa Allah kwa jina hilo, ingawaje hilo jambo la ikhtilaf, lakini sababu kazikusanya hizo. Kisha akasema mwenyewe ya Rabbi ya Rabb, na huku kanyanyua mikono. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, lakini vipi tajibiwa dua yake huyo? Wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah, chakula chake ni haram, kinywaji chake ni haram, kakulia katika haram, lishe ya mwili wake ilosababisha mwili ukue na kumea na kuweza kunenepa, zikajengeka nyama na mifupa mwilini, lishe ile ni haram. Itajibiwa vipi dua yake huyu? Na Mtume anasema ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih, nyama yoyote iliyoota kwa chumo la haram, moto unastahiki zaidi kuunguza nyama hiyo. Adabu ya 6 ni kwamba ni sunna mtu kabla ya safari kuandika wasia wake, hususan safari inapokuwa refu na ya muda mrefu, na hususan hapo zamani ndio ilikuwa zaidi kwamba mtu akienda katika haja na katika na jamii kwa miezi, na kurejea kunakuwa hakuna nafasi kubwa ya kutarajiwa, au wanaorejea ni wachache au nusu kwa nusu. Al-aidu kalmauludi walmusafiru kalmafqudi, ilikuwa msafiri ni kama aliyepotea na anayerejea ni kama aliyezaliwa upya. Katika hali kama hiyo ndio ilistahiki zaidi watu waandike wasia, ingawaje hata leo, kwa sababu zamani watu wanaweza wakafaa kwa uzito wa safari na urefu wake, lakini vyombo vyao vilikuwa salama zaidi kama vile ngamia.
Leo vyombo vya aina nyingine vimefupisha safari, lakini vinahitaji nguvu ya tawakkul na dua na kurejea salama. Walillahi alhamd, aghlab ni watu kurejea salama, lakini hata hivyo dini inawataka watu waandike wasia, kwa sababu mauti yako katika mikono ya Allah azza wa jalla. Wama tadri nafsun madha taksibu ghada, nafsi haijui itachuma nini kesho. Wama tadri nafsun bi ayi ardhin tamut, wala nafsi haijui ardhi gani itafia. Inna Allaha alimun khabir, hakika Allah ni mjuzi na mwenye habari. Kwa hiyo hii ni aya katika suratul Luqman inatufundisha kwamba hata wapi mtu atafia hajui. Kuna umuhimu wa kufanya maandalizi kila wakati. Ni sunna mtu kuweka wasia. Mtume anasema ma haqqu mri'in muslim lahu shay'un yuridu an yusiya fihi yabitu laylataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indah, muttafaqun alayh. Anasema si haki kwa mtu Muislamu ambaye ana kitu anataka kuhusia ndani yake kisha akapitisha misiku miwili, isipokuwa wasia wake uwe ushaandikwa na anao. Asipitishe zaidi ya misiku miwili, na ashuhudishe juu ya wasia, watu waujue, na alipe madeni na arejeshe dhamana za watu, au awaombe ruhusa kubakia zile dhamana zao kwake, kama ni pesa na mali mbalimbali. Haya ni mambo anajipanga nayo, kwa sababu anaenda katika safari nyeti muhimu. Kwa hiyo dhamana za watu zinaweza zikabakia kwake, lakini watu wajue kwamba yeye ni msafir, ili wawe na khiari ya kuweza kuchukua amana zao au kuzibakisha kwake. Lakini wasia uandike, aandike katika wasia wake anadaiwa na nani, kwa kiwango gani, naye anamdai yupi kwa kiwango kipi. Kuna jambo alitoa ahadi mahala hajalikamilisha, labda atawachimbia watu fulani kisima au msikiti na mambo kama hayo. Taratibu kama hizi za wasia mtu aandike. Na hali kadhalika kama anataka kugawa sehemu ya mali yake, pengine kwa wanafunzi wanaotafuta ilmu ya dini au kwa wanyonge, basi anaweza akagawa kwa kiwango cha thuluthi au chini ya hapo, na sio zaidi ya thuluthi, na hayo ayaandike yajulikane. Adabu ya 7, yustahabu lahu an yusia ahlahu bitaqwa Allah. Ni sunna mtu kuwahusia watu wake na familia yake jambo la takwa. Kwa hiyo mtu kabla hajaondoka nyumbani amshike vizuri mkewe, wanawe, familia yake kiujumla, kwamba ishikeni takwa. Takwa haitakutupeni mkono. Alwasiyatu bitaqwa, huo ni wasia Allah ameutoa kwa wa mwanzo na wa mwisho. Anasema walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Katika surah An-Nisa Allah anasema kwa yakini wallahi tumewahusia wale waliopewa kitabu kabla yenu, na nyinyi pia ummati Muhammad tumekuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wasia ni kitu muhimu, kuwahusia watu takwa. Familia inahitaji zaidi kuhusia takwa, kwa sababu siku kadhaa huyu mtu mkuu wa familia atakuwa hayupo. Ina maana kwamba ndani ya nyumba sala zisimamishwe, hofu ya Allah iwepo, amri za Allah mbalimbali zisimamishwe, makatazo yaachwe. Kuwahusia watu wa familia takwa ni katika adabu safari. Adabu ya 8 ni kwamba ni vyema na ni sunna mtu achague mwenza mwema wa kuwa naye karibu, yule ambaye atasuhubiana naye katika safari. Kikawaida watu hujenga urafiki katika safari, ikawa kundi ya watu wawili au watatu wako karibu baina yao, mambo yao pamoja, wanakwenda msikitini pamoja, wakiwa kule katika mazingira ya haji wanarudi pamoja, wanafuatana, basi wachaguane kwa msingi mzuri, kwa msingi mwema. Si kwamba tu mwenzangu mcheshi sana anazungumza hukaidoro, lakini kumbe anayoyatamka hayafai, anatia sumu kwenye moyo wako, hakukumbushi akhira. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta, wala usimtii yule ambaye tumeughafilisha moyo wake kutukumbuka sisi.
na akafuata matamanio yake na ikawa mambo yake yamemponyoka. Neno furutan wengine wamechukua kutokana na ifrat, yani kavuka mipaka kwenye mambo yake, na wengine wakasema ni kwamba neno furutan lina maana kwamba mafanikio yake yameshamponyoka, kama vile mtoto akikuponyoka akafariki akaelekea akhera, anaitwa farat. Kwa hiyo kwa tafsiri zote mbili ni kwamba kaharibikiwa, akivuka mipaka kaharibikiwa, na yakimpotea mafanikio yake ashakula hasara. Na kawaida alghawi yughwi walmuhtadi yahdi biidhnillah, aliyepotea anapotoa na aliyeongolewa na Allah naye huongoza wengine. Faqidu shay'i la yu'tihi, asona kitu hawezi kumpa mwingine, kile ulichonacho ndio utampa mtu. Wal alsunu maghariful qulub, na ndimi ndio kata za nyoyo. Katika pipa na tanki, kama hujui mna kitu gani, basi ukiitia kata ukaitoa itakwambia mna nini, maziwa au maji au chenginecho. Kwa hiyo ndimi za watu zinadhihirisha aliyo ndani ya nyoyo zao. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar. Allah anamwambia mtume wake, chuki imedhihiri katika vinywa vyao, kwa sababu huwezi kuficha kilicho moyoni, na yaliyofichwa ni makubwa zaidi kuliko yaliyodhihirishwa na ndimi zao. Kwa hiyo ulimi mwema unaotamka kheri, mtu ambaye anakukumbusha, ukimwona unamkumbuka Allah, ulimi wake unakukumbusha akhira, ukikaa naye himma ya akhira inaongezeka, juhudi ya ibada, huyu ni mtu mwema wa kusuhubiana naye. Na hasatan akiwa ni katika wale waliopewa ilmu au wanaotafuta ilmu ya dini, ni katika sababu kubwa ya kupewa taufiki mja na milango ya kheri ikafunguka, kuchagua rafiki mwema katika safari nzima ya maisha, tokea anazaliwa mpaka anakufa, maana ni safari ya kuelekea akhira. Lakini na hizi safari zinazotokea za kwenda hapa na pale, hususan katika safari ya hija, Mtume anasema arrajulu ala dini khalili, mtu anakuwa na dini ya yule mpenzi wake. Falyanzur linsanu man yukhalil, basi angalie vizuri mmoja wenu ni yupi anamchagua kuwa rafiki na wandani wake wa karibu. Hadithi ndani ya Sahih Tirmidhi na kaipokea Abu Daud, na nyingine pia imo katika Sahih Abi Daud na Tirmidhi. Mtume amesema la tusahibi illa mu'mina, usisuhubiane ila na mwenye iman. Wala yakul ta'amaka illa taqi, wala sile chakula chako ila mwenye takwa. Mwenye takwa ndio ale chakula chako. Kwa maana hiyo watu wema wa kualika majumbani tukawalisha au tukawasadakia vyakula ni wale wenye takwa. Haina maana asiye na takwa asigeiwe, anaweza akapewa ili naye avutwe kwenye takwa, kwa sababu wema unanunua nyoyo. Jubilatin nufusu ala hubbi man ahsana ilaiha, nafsi zimeumbwa kumpenda anayefanyia wema. Lakini mwenye takwa aliye karibu zaidi na Allah, huyo ndo ambaye wema wetu unatakiwa umfike zaidi. Mtume kafananisha rafiki mwema na muuza manukato. Mathalul jalisi salihi wasu kahamilil miski wa nafikhil kir, mfano wa mwema wa kuishi naye, wa kumpa wakati wako na jicho lako na sikio lako, ukawa unaona kwake, unasikia kwake. Mfano wa mtu mwema na mbaya ni kama muuza manukato na mwingine mfua vyuma. Muuza manukato imma ni yuhdhiaka, ima atakugea kichupa cha manukato cha mafuta mazuri cha ud, wa imma antabtaa minhu, au tanunua kwake na umepata sunna kubwa kumiliki manukato, ukanunua kwake kwa sababu ni manukato na Mtume amependa manukato. Wa imma antajida minhu rihan tayyiba, na kwa uchache basi hujayapata mawili ya mwanzo, utalipata la tatu, angalau harufu nzuri kutoka kwake. Na harufu inaondoa huzuni na simanzi, na harufu nzuri inatia nashwa, uchangamfu wa moyo na furaha ya nafsi, na inaondoa stress. Kwa maana hiyo basi yuko katika furaha huyo mja. Wa amma nafikhul kir, ama anayepuliza kile kir, kifaa maalumu cha muhunzi kwa ajili ya kukoleza moto na kufua vyuma. Ima an yuhriqa thiyabak, ukikaa naye yule ima ataunguza nguo zako. Wa ima an tajida minhu rihan khabitha, au utapata harufu mbaya za kuungua vyuma pale, bali na wewe huko mbali kutoka jasho pia katika mazingira ya moto, ukaharibu nguo na ukasababisha harufu mbaya katika mwili wako. Kwa hiyo tuchague rafiki mwema, na ndiyo sababu ya mafanikio. Adabu ya 9 ni kwamba mtu aage familia yake na jamaa zake wa karibu na ahlul ilm, wenye elimu, kwa sababu watamshauri, watampa nasaha, watampa wasia.
watamfundisha mambo kadha wa kadha. Majirani zake aage na ashabu zake aage, kwa sababu Mtume amesema man arada safara, anayetaka kusafiri, falyakul liman yukhallif, aseme dua, aombe dua hiyo kumwambia yule ambaye anabaki, atamwambia astaudiukumullah alladhi la tadhi'u wadai'uh, nyinyi nakuwekeni katika hifadha na dhamana ya Allah, Allah ambaye kwake yeye vilivyowekwa amana havipotei, na kuwekeni dhamana kwa Allah azza wa jalla. Na iko hadithi inasema inna Allah idha studia shay'an hafidhah, Allah akitakiwa, akiombwa, akihifadhi kitu huwa anakihifadhi. Mbora zaidi wa kumwekea dhamana zetu ni yeye jalla jalaluhu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anapotaka mtu mmoja kusafiri, yani yoyote yule anapotokea kusafiri, Mtume humwambia astaudiu llaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalik, na mwekea dhamana Allah dini yako aihifadhi katika safari yako. Maana as-safaru madhinnatun litadhi'i din, safari ni sababu kubwa ya watu kupoteza dini. Wangapi wanapitiliza katika sala, wangapi wanasali sivyo ndivyo, wangapi wanaacha sala ndani ya safari, wangapi wanatazama yasofaa kwenye safari, wangapi wanachuma kisichofaa kuchumwa kwenye safari, wengi wanafeli kwenye safari. Sasa anayeagwa naye ni sunna kumwambia msafiri, namwekea dhamana Allah dini yako na amana yako na mwisho wa amali zako. Yani hataki kutokea kifo huko, basi ule mwisho wako na uweka dhamana kwa Allah, uhifadhi, usije ukachezelewa na sheitan ukafa bila kalima, au ukafa ukiwa umeharibikiwa. Kwa tumeiona dua hapo ya msafiri kumwombea anayemwacha na anayeagwa kumwombea huyo msafiri. Hizi ni sunan za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na zimo kwenye kitabu kinaitwa Hisnul Muslim. Ni kitabu muhimu Muislamu kuwa nacho, kwa sababu ataona dua za matukio mbalimbali, zikiwemo hizo za kuagana baina msafiri na hao anaowaacha. Na ilikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kumwambia mtu ambaye alomtaka wasia katika wasafiri, anamwambia zawadaka Allahu taqwa, Allah akupe masurufu ya uchamungu. Neno zawadaka asili yake ni zad, na zad katika lugha ya Kiarabu ni masurufu, na hata neno masurufu pia la Kiarabu, kwa sababu masurufu ni kitu kinachotumiwa asili yake. Lakini Waswahili wakasema masurufu wakikusudia matumizi, chakula, kinywaji. Zamani wanachukua katika ngamia wao kwa ajili ya kula njiani na kunywa. Leo masurufu yetu ni pesa. Ukihitaji kitu utanunua, ima katika harakati ya safari au katika nchi uliyoendea, yale ndiyo masurufu. Lakini kumbe kuna masurufu muhimu zaidi kuliko yale katika safari yetu kuu ya milele ya kuelekea akhira, nayo ni takwa, na katika dunia pia. Ndio Allah akasema katika Qur'an akiwaambia mahujaji na wanadamu kwa ujumla, watazawadu, chukueni masurufu, fa inna khaira zadi taqwa, hakika masurufu bora ni uchamungu. Na aya hii hasa imekuja katika mtiririko wa aya zinazozungumzia habari ya haji, mtiririko wa aya zinazozungumzia habari ya haji. Hii inaonyesha kwamba kuipata takwa katika safari ya hija ni kitu muhimu. Watazawadu fa inna khaira zadi at-taqwa. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anamwombea mtu, zawadaka Allahu taqwa, Allah akupe matumizi ya uchamungu kwa unakoenda. Maana uchamungu ndio utumie. Ina maana ya kwamba safari, na hususan safari ya hija, mtu anahitaji sana takwa akaitumie katika safari yake. Wa ghafara dhanbak, na asamehe makosa yako. Wa yassara laka alkhaira haythu ma kunt, na akuepesishie kheri popote ulipo, na akuepesishie kheri popote ulipo. Mambo matatu haya Mtume sallallahu alayhi wasallama kampa kama ni zawadi na dua
yule ambaye alikuja kwa ajili ya kutaka wasia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mambo matatu: zawadaka Allahu taqwa, Allah akupe matumizi ya taqwa, au aifanye taqwa ndio iwe matumizi yako na masurufu yako. Wa ghafara dhanbak, na akusamehe makosa yako. Wa yassara laka alkhaira haithu ma kunt, na akuepesishie kheri popote ulipo. Hadithi hii imo ndani ya Sahih Sunan At-Tirmidhi. Na kuna mtu mwingine alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, anataka kusafiri, akasema ya Rasulullah, niusie. Akasema usika bitaqwa Allah watakbiri ala kulli sharaf, na kuhusia kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na nakuhusia kuleta takbiri katika kila mnyanyuko. Mnyanyuko kama wa mlima, na sehemu yote iliyonyanyuka, ukishakuwa sehemu ya juu au unapanda juu, unasema Allahu akbar. Yule bwana alipoondoka, Mtume akamwombea dua alayhi salatu wassalam, akasema Allahumma zwi lahu al-ard wa hawwin alayhi safar, e mwabudiwa wangu, mkunjie ardhi yule na mwepesishie safari. Akimaanisha kwamba ile safari refu ikunje iwe fupi, mkunjie ardhi na mwepesishie safari. Hii ni hadithi imo katika Sahihu Tirmidhi na Ibn Majah, na ni hadith iliyothibiti ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo kwa hayo mafunzo tumepata kujua kwamba kumbe wewe msafiri, kwa kuaga unazipata haki zako muhimu, unazipata haki zako muhimu kwa wale unaowaaga. Kwanza anatakiwa yule ambaye unamuaga akuambie kama hayo ambayo Mtume alayhi salatu wassalam amesema, kumwambia yule bwana aliyetaka wasia, ikawa ni wasia na wakati huo ni dua. Zawadaka Allahu taqwa, Allah ifanye takwa iwe ndio matumizi yako ya safari, ukaitumie takwa katika kila kipengele huko, uitendee kazi takwa. Wa ghafara dhanbak, na asamehe makosa yako. Yassara laka alkhaira haithu ma kunt, na kuepesishie khairi popote ulipo. Na pia anatakiwa akukumbushe takwa mtu ambaye unamwaga, kama Mtume alivyokuwa akiwaambia wasafiri, anasema usika bitaqwa Allah, na kuhusia kumcha Allah, wa takbir ala kulli sharaf, na kusema Allahu akbar juu ya kila mnyanyuko. Alafu tumeona dua ya Mtume wakati yule bwana akashausiwa hayo, anaenda zake, Mtume akasema bila yule kujua, Allahumma zwi lahu al-ard wa hawwin alayhi safar, e mwabudiwa wangu yule, mkunjie ardhi, kunja masafa kwake, safari iwe fupi, na mwepesishie safari. Adabu ya 10 ni sunna mtu anaposafiri, iwe siku ya kusafiri na kutoka nyumbani kwa ajili ya safari, iwe siku ya Alhamis ikiyumkinika, na iwe mwanzoni mwa siku, yani asubuhi mapema anaanza safari, kwa sababu Mtume alikuwa anafanya hivyo alayhi salatu wassalam. Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu anasema laqallama kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yakhruju idha kharaja fi safar illa yawm al-khamis, ni mara chache sana Mtume sallallahu alayhi wasallam anaposafiri kuangukia siku nyingine isiyokuwa Alhamis, yani mara nyingi safari yake inakuwa Alhamis, na asubuhi imebarikiwa, na siku ya Alhamis ina baraka za ziada na khairi za ziada, kwa dalili ya kwamba ni siku ambayo wanasamehewa viumbe isipokuwa mushrik na mushahin. Kila Muislamu anasamehewa isipokuwa mshirikina na yule aliyebeba donge na hasad na chuki juu ya mwenziwe. Na ni siku imesuniwa kuifunga katika maisha ya Muislamu ya kila siku anapoishi, kwa sababu ni siku pia amali inapelekwa kwa Allah, na Mtume alipenda amali yake ikipelekwa kwa Allah awe ndani ya hali ya siyam. Kwa hiyo Alhamis ni siku ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiitumia kwa ajili ya safari. Haipendelewi mtu kuiasisi safari yake Ijumaa, wala halitakiwi hilo. Badala yake sunna zaidi mtu anapotaka kusafiri iwe ni siku ya Alhamis, ingawaje si lazima jambo hilo, inategemea na haja ya mtu ya safari. Hadithi hii ya Sahihi al-Bukhari. Na pia Mtume kawaombea umati wake baraka asubuhi mapema kila siku. Na kwa maana hiyo, kama mtu atasafiri, akisafiri mapema kuna uzuri fulani. Mtume amesema Allahumma barik li ummati fi bukuriha
mwabudiwa wangu, barikie umati wangu katika ule muda wao mapema. Adabu ya 11 ni sunna mtu kuomba dua kutoka nyumbani anapotoka. Atasema bismillah, naanza safari kwa baraka na msaada wa jina la Allah. Tawakkaltu ala Allah, nimemtegemea Allah. Wala haula wala quwwata illa billah, wala hakuna ujanja wala mbadiliko wala nguvu isipokuwa zinatokana na Allah. Mtu akiomba dua hiyo huambiwa hudita wa kufita wa uqit, ushaongolewa wa kufita, na unaloliendea ushatoshelezwa nalo, Allah analisimamia litakuwa lifanikiwe. Hudita, umeongolewa, wa kufita, na ushatoshelezwa, lishasimamiwa lako unaloliendea, wa uqita, na ushalindwa. Basi sheitan humwambia mwingine pale nje ya mlango kwamba malaka birajulin hudiya wa kufiya wa uqi, unashughulika nini na mtu ambaye kashaongolewa, kashasimamiwa mambo yake, kashalindwa? Huyu tuachane naye, ndo kashapata hayo matatu, hatumwezi tena tukawatafuta wengine tukawaharibie mambo yao tukawapotoe. Kwa hiyo sheitan anakata tamaa. Ni dua hiyo ya kutoka nyumbani, unatoka unaenda safari yako, ingawaje kila siku ukitoka, lakini pia na hiyo siku kwa ajili ya safari yako ya haji unaiomba hiyo dua, ili katika hija yako ukapate kifaya, hidayah, wiqaya. Hidayah, upate hidayah, na ndio jambo kubwa tunalotafuta. Kifaya, utoshelezwe, usimamiwe jambo lako. Wiqaya, ulindwe na kila janga na balaa. Zawadi tatu hizo zimetolewa kwa kila atakayeomba dua hiyo. Kisha anaendeleza dua anayetoka nyumbani, Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udall, mwabudiwa wangu nataka unilinde nisije nikapotea au nikapotolewa, au azilla au uzal, au nikateleza au nikatelezeshwa, au adhlima au udhlam, au nikadhulumu au nikadhulumiwa, au ajhala au yujhala alayya, au nikafanya vitendo vya kipumbavu na kijinga, au nikafanywa mimi vitendo vya uovu na upumbavu kama hivyo. Kwa hizo dua zimethibiti katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ni dua muhimu, inafanikisha malengo ya hija na malengo ya ule mtoko uliomsababisha mtu atoke nyumbani kwake. Hata kwa yule ambaye anatoka kwa muda mfupi kwenda sokoni ama kwenda dukani auze anunue alafu areje, ataomba dua hii ili apate matatu hayo, na atakayemtegemea Allah, Allah hamwachi. Kwa sababu katika hayo maneno akasema bismillah tawakkaltu ala Allah, na aya inatuambia waman yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh, atakayemtegemea Allah, Allah atamtosheleza. Halafu anapopanda ataomba dua ya safari, kapanda gari, kapanda ndege, kapanda meli, kwa wale wanaosafiri kwenye meli, atasema Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhana alladhi sakhara lana hadha, ametakasika hana dosari yule ambaye ametudhalilishia mnyama huyu au kipando hichi. Maana hata chuma kimedhalilishwa, kile kimetumikishwa kimtumikie mwanadamu na kimebebwa angani. Wallahi alokibeba kile ni Allah. Ndege waloumbwa hawa, ndege tunawajua wanaruka, hawa ndege wanazuiwa na Allah angani. Basi na hii ndege iliyoundwa hiyo ya chuma inazuiwa na huyo huyo. Awalam yarau ila tayri fawqahum safatin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa arrahman, hawajaona ndege walio juu yao wamekunjua mbawa na kuzikunja, hakuna anayewazuia ila arrahman. Ni arrahman tu anayetuzuia kule juu. Kwa hiyo kusafiri kwa ndege min muqtadayati rahmatihi, ni katika matunda rahma za arrahman, ili tufike salama. Wama kunna lahu muqrinin, wala sisi kipando hichi hatukuwa na uwezo nacho. Unadhani mwanadamu anamweza wapi ngamia na nguvu zake? Hata mtoto anampanda ngamia na ngamia anakwenda safari na anabeba shehena za mizigo, hamwezi. Lakini Allah ndo aliyofanya maajabu yale, na ndio maana likaja neno subhana linalotumika katika maajabu ajabu, kama maajabu ya mtume kupelekwa safari ya mbinguni, subhana alladhi asra bi abdihi laylan min almasjidil haram ila almasjidil aqsa. Basi na yani maajabu pia, ina maana muumini wakati anasafiri maajabu yale ayakumbuke, ili amjue Mola wake, amuogope. Wama kunna lahu muqrinin, sisi hatuna uwezo nacho chombo hiki, mnyama huyu, kipando hiki. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, na hakika sisi kwa Mola wetu tutakuwa ni wenye kurejea. Maulama wanasema dua ya safari, lakini tunatakiwa tutamke maneno ya kurejea kwa Allah kwa kifo, kwa sababu kwanza asafaru madhinnatul maut, safari ni sababu moja wapo ya kifo. Watu wanakufa kwa sababu tofauti, wengine kwa maradhi, wengine kwa safari. Linatokea hili au lile. Allah tuhifadhi, atulinde, atupe baraka ya umri na afya.
wa inna ila rabbina lamunqalibun. Na pia tamko hilo limekuja kutukumbusha kwamba baada ya safari si ni kurejea nyumbani. Basi kama ilivyokuwa ushazoea ukisafiri na rejea nyumbani, iko siku utasafiri safari kubwa urejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Halafu baada ya dua hiyo inakuja dua muhimu sana ya kuifanya hata ile haji iwe njema, mabrur. Na katika malengo ya hija iwe haji ipate bir ndio imetengeneza ndio mabrur, na iwe na takwa. Na katika kila safari mtu anaomba takwa na bir. Katika haji ni zaidi, tuipate birrul haji wa taqwa. Inasema Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wat taqwa. Ewe Mola wetu tunakuomba katika safari yetu hii utupe wema na utupe takwa, wa min al'amali ma tarda, na utupe katika zile amali unazoziridhia. Allahumma hawwin alaina safarana hadha, ewe Mola wetu iwepesishe safari yetu hii, watwi anna bu'dah, na ukunje kwetu sisi umbali wa safari. Allahumma anta sahibu fi safar, ewe Mola wetu wewe ndio mwenza wa safari, uwe na sisi. Wal khalifatu fil ahl, na wewe ndio msimamizi wa familia kule nyumbani. Na Allah ni mwenza, yusahibu almusafirin wa yakhlufu almatrukin, yuko nao wasafiri na anasimamia walioachwa nyumbani, kwa sababu elimu yake, kudra yake imekienea kila kitu. Anawaona wote, anawasikia wote, anawajua wote, na wote amewadhibiti. Allahumma inni a'udhu bika min wa'tha'i safar wa ka'abati al-manzar wa su'i al-munqalabi fil mali wal ahl. Anaomba dua hapo msafiri kwamba Allah amlinde na mikiki ya safari na manadhir za kutisha mbalimbali, asije akaona mambo ya ajabu huko, au yakatokezea matukio ya accident na mambo ya kutisha yanayosababisha ulemavu, maumivu, vifo. Na pia mrejeo mbaya katika familia na mali. Nisije nikarejea mrejeo, nitakapokuja kurejea nikakuta nimeharibikiwa kwenye familia yangu au mali yangu. Na siku anaporejea anaomba dua hiyo, lakini anarejea ataongeza maneno, aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Aibun, sisi ni wenye kurejea. Taibun, huku tumeleta tauba mbele ya Allah. Abiduna, wenye kumwabudu Allah. Li rabbina hamidun, na Mola wetu peke yake ndio tunamsifu na kumshukuru. Ina maana kumbe akirejea mtu safari anarejea na maazimio ya ibada ya tauba. Sasa itakuwaje akiwa mrejeaji yenyewe ni msafiri wa haji? Sasa huyo si ndio atatakiwa zaidi? Aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Adabu ya 13 ni kwamba mtu hatakiwi asafiri peke yake. Ukimwona mtu anasafiri kwenye kidau peke yake, anatoka nchi hadi nchi, anasafiri kwenye gari peke yake, barabara hazina watu, hakuna magari yanayopita, anakata mapori na majangwa peke yake, huyu mtu kajitafutia balaa na shari. Mtume anasema lau ya'lamu nnasu ma fil wahda, lau watu wengejua yanayopatikana katika upweke, ma a'lamu, yale ni ajuayo mimi, lau watu wengejua, ma sara rakibun bilailin wahda, asenge safiri mtu usiku peke yake. Ni hatari, na usiku ndo mara nyingi unakukuta uko peke yako. Angalau basi kama safari njia inapita magari, unapishana nayo, wewe hujahesabika umesafiri peke yako. Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi anasema njia ambayo magari yanapita, kama labda safari za mikoani leo, ni kwamba magari daima yako njiani, mikoa ya karibu, tuseme kama vile labda mkoa wa Morogoro, unaweza kukuta kwamba muda wote pana magari. Ikiwa hali ni hiyo, ina maana kwamba hata ukiharibikiwa wako wasaidizi njiani, maaskari wapo, magari yapo, maduka yapo, majumba yapo, magari yanapishana. Lakini hata hivyo mtu kusafiri na mwenziwe, lolote likitokea anampa msaada. Lakini anaposafiri peke yake, hilo ni balaa. Katika safari ambazo anakuwa yuko peke yake katika njia, hilo kalikataza Mtume SAW katika hadithi ya Sahih Bukhari, kama alivyokataza mtu kuwa analala katika nyumba peke yake. Ndani ya nyumba yuko peke yake mtu, anaopitisha usiku mchana, ina maana huyu anaweza akafa watu baada ya wiki ndo akajua, kwa sababu ya harufu inayotoka ndani ya nyumba. Nasallallahu salamata wal afia. Hatakiwi mtu apitishe maisha yake analala katika nyumba usiku, yuko peke yake ndani ya nyumba. Hilo ni jambo halipendezi. Lakini pia Mtume SAW kwa kuichukia safari ya mtu peke yake akasema, arrakibu shaytan warrakibani shaytanan wa thalathatu rakb. Msafiri mmoja ni shaytani mmoja huyo,
na wasafiri wawili ni mashaitani wawili, na watatu ndo msafara. Watu watatu ndio nini? Msafara. Kwa hiyo msafara unaanzia watu watatu ndio unavyotakiwa, lakini wanasafiri watu wawili tu peke yao, wanakata mapori, hakuna gari wanayoiona, majangwa, maeneo matupu njiani. Hiyo ni hatari. Kwa mafunzo ya Mtume SAW katika hadithi hiyo ya Abu Daud iliyosahihishwa na Al-Hakim na pia imo ndani ya silsilatu sahiha, kwamba mtu akisafiri peke yake huwa ni kama shaytan, kafananishwa na shaytan. Pia wasafiri wawili ina maana watatu, na ndio maana hata muongozo wa Mtume kwamba pawe na amiri, lakini kataja idadi ya watu watatu. Imekuja katika hadithi kaipokea Abu Daud na ni sahih. Mtume anasema idha kharaja thalathatun fi safar falyuamiru ahadahum, wanapotoka watatu katika safari wamfanye mmoja wao kuwa ni nani? Amiri. Kataja watatu, akimaanisha kwamba watatu hasa ndio wanaokamilisha ile idadi inayotakiwa, na kila wakizidi kheri inaongezeka. Na yule kiongozi ndo atakuwa anaongoza, na yeye ndio mkataji maamuzi katika mambo mbalimbali. Hata Mtume SAW katika Hajjatul Wadaa ndo alikuwa amiri wa mahujaji wote, kama ambavyo mwaka wa nyuma ilikuwa amiri wa kuongoza haji ni Abu Bakar Siddiq. Adabu ya 15 ni kwamba wasafiri wanaweza wakateremka mahala wakapumzika, kama ni transit, alafu akaondoka akaenda pengine, au wamefika kwenye manazil. Manazil ni vituo hivyo. Unaweza ukaacha nyumba kwa airport, alafu ukasafiri ukaingia airport nyingine, ni manzili ile. Mmetulizana kwa muda pale mpaka taratibu zenu zimalizike. Mmetoka sehemu fulani mmepelekwa kituo kingine, manazil. Zamani wanakwenda kuangamia wale wanapumzika mchana, hususan ule muda jua kali. Wanatumia kama ni fursa ya kwamba hawezi kusafiri, wanaungua, na wakati huo ndio muda wa kulala. Kwa ni manazil. Pale watu wanatakiwa wasifarikiane katika vituo vile. Ina maana kwamba na sio wakati tunaanza safari katika sehemu tofauti tunazotulia watu wasifarikiane. Isije kwa mtu wa airport labda wanasafiri kwa Fly Dubai, wameteremka pale Dubai transit, wasifarikiane, watu wakae pamoja, kwa sababu wasafiri wengi ni wageni mahujaji. Halafu anajiamini mtu anaenda choo peke yake, kumbe hajui baadaye kurejea walipoenziwe. Tahamaki, anakuja kuachwa na safari na mashaka yanakuwa makubwa. Na zama za Mtume alitaka watu wakikaa katika eneo wawe pamoja. Wakati ule hapakuwa na mazingira ya kupotea. Leo tunaweza tukaona pia mifano mizuri ya kupotea. Lakini kule kuwa mtu peke yake atavamiwa na mnyama, anavamiwa na adui. Kwa Mtume SAW alipowaona wametawanyika katika njia za milimani, hawa wamelala pale, hawa huko wamelala kule, akasema innama tafarruqukum hadha minash shaitan, hakika si vinginevyo kufarikiana kwenu huku nyinyi kunatokana na shaitan. Hii ni hadithi sahih katika Sahih Abi Daud. Ikawa baada hapo wanakurubiana, wanasema hata law busita alaihim thawbun lawasi'ahum, hata kama itaikuwa guo juu yao kama shuka litawaenea wote, maana yake wanakaa pamoja. Ndivyo walivyokuwa. Kwa na sisi kuchawanyika ni hatari. Tena unatakiwa ukimwona saa mzee fulani huyo anaondoka peke yake, basi umfuate, bwana unakwenda wapi? Maana afatane na mzoefu, asende choo cha mbali katika airport. Na katika kukaa kusubiria safari wasichawanyike watu sana, sababu wengine wageni wanaweza wakaachwa. Wengine watu wanafika kupanda ndege, sasa ndege ya pili hiyo hajavaa mavazi ya ihram wala hajui, na katika ndege mazingira ya kuvaa yale tabu. Ina maana ya kwamba pamoja ni kitu muhimu sana katika safari. Halafu katika hivyo vituo hivyo ni muhimu kusoma a'udhu bikalimati llahi taamati min sharri ma khalaq. Mtume anasema yule atakayekuwa katika manzil halafu tena akaomba dua hiyo hatudhuriwa na chochote katika sehemu hiyo. Hiyo ni adabu ya 16. Na adabu ya 17 ni kwamba katika minyanyuko tuseme Allahu Akbar, na katika miteremko tuseme Subhanallah. Ndivyo walivyofanya masahaba, kama anavyosema Jabir radhiyallahu anhu. Na Mtume aliwakataza tu masahaba wasinyanyue sauti kubwa katika takbira zao za ile minyanyuko. Tukiacha talbia ambayo sunna yake tunyanyue sauti kwa kiwango fulani, lakini katika takbirat za wasafiri wa kawaida katika minyanyuko, basi Mtume alisema irba'u ala anfusikum, jihurumieni nafsi zenu, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban, nyinyi hamwiti wala kumwomba Mola ambaye kiziwi au hayupo. Innahu ma'akum, yeye yuko na nyinyi. Innahu sami'un qarib,
hakika yeye anasikia na yuko karibu. Hadithi ya Bukhari na Muslim. Adabu ya 18 ni kwamba tunapoingia katika ule mji sasa, na hilo ni jambo muhimu. Wangapi wanaingia mji wa watu sasa, wanachukuliwa wanaswekwa jela, labda tu katika mzigo wake pengine katiliwa kitu, Allah tuhifadhi. Naam, anaweza akaingia pale kakiuka sheria fulani, hakujua, akachukua dawa ambazo hakutakiwa achukue, Allah tuhifadhi. Kwa hiyo kumwomba Allah akupe kheri za watu wa mji ule na akulinde na shari zao ni muhimu. Unaweza ukaenda pale, kadi yako ya chanjo tu ikaonekana bwana, huyu mtu kumbe hakukamilisha chanjo zilizotakiwa. Wakakutia kwenye jengo lao kwanza la airport pale, wakakupiga chanjo zao, wakakuweka wiki nzima. Yashatokea kwa ndugu zetu tunawajua katika safari kama za India na maeneo kama hayo, wakawekwa mule katika majengo ya airport wiki mbili. Sasa kulindwa na shari ya mji ambao uso wako, huna uzoefu, hakuna majuano kule, hakuna uwenyeji, ni mazingira muhimu sana kuyatayarisha. Wengine wanazuiwa sasa wasiingie nchini, anarejeshwa kwao. Mahujaji wenzao anaruhusiwa kuingia, yeye anazuiwa. Sasa kuomba kheri za mji ulioenda wowote ule ni kitu muhimu. Ndio Mtume akatufundisha hiyo dua, Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna, mwabudiwa wangu Mola wa mbingu saba hizi na kila ambacho mbingu imekuwa sakafu juu ya hicho, na mbingu inasakafia kila kitu. Wa rabbi al-ardina sab'i wa ma aqlal, na Mola wa ardhi saba na kila kilichobebwa na ardhi. Wa rabbi shayatina wa ma adlal, na Mola aloumba shayatin na kila kilichopotolewa na shayatin. Wa rabbi riyahi wa madharain, na Mola wa pepo hizi zinazovuma na kila kinachopeperushwa na hizo pepo. As'aluka khaira hadhihi alqarya, na kuomba khairi ya mji huu, wa khaira ahliha, na khairi ya watu wake, nipe khairi ya hawa watu wa mji huu, wa khaira ma fiha, na khairi ya yaliyomo hapa, wa a'udhu bika min sharriha, na nakuomba ulinde na shari ya mji huu, wa sharri ahliha, na shari ya watu wake, wa sharri ma fiha, na shari ya yaliyomo ndani. Hadithi kaipokea Nasai na ni hadithi kaisahihisha al-Hakim, na kaipokea Nasai bi isnadin hasan, na Ibn Khuzaimah na Ibn Hibban wamesahihisha. Almuhim ni kwamba ni dua muhimu kuichukua Muislamu katika safari yake anapofika katika ule mji anaoenda, katika ma airport hayo, na tukishatulia tushaingia katika maeneo mjini huko, ni kitu muhimu. Hali kadhalika tunayo adabu ya 19 ni kwamba watu usiku ni vizuri kama wanasafiri kwa mfano juu ya wanyama au magari, waendelee na safari usiku, kwa sababu usiku unawepesisha safari. Mtume anasema alaikum bidulja, shikamaneni na safari za usiku, fa innal arda tutwa bilayl, au jilazimisheni na mwendo wa usiku, yani usiku msipumzike, kwa sababu usiku ni mazingira laini ya kusafiri. Sasa unapokuja wakati mgumu wa kusafiri ambao ni wa mchana, jua kali chini ya jangwa, ina maana pale ndio watu wanatafuta vivuli vya mti, walikuwa wakifanya safari za mazile, kwa wanapiga ndege wawili jiwe moja, ni muda wa mapumziko na ndio muda usio hali ya hewa hairuhusu kusafiri. Alaikum bidulja, shikamaneni na mwendo wa usiku, fa innal arda tutwa bilayl, kwani hakika ardhi usiku inakunjwa. Hii ni hadithi kaipokea Abu Daud na imo ndani ya silsilatu as-sahiha. Na adabu ya 20 ni kwamba inapendelewa pia usiku mkubwa wakati wa sahar, katika sudusul layl, ile sehemu ya 6 ya usiku ya mwisho karibu na alfajr, pale mtu aseme sam'a sami'un bihamdillahi wa husni balaihi alaina rabbuna sahibuna wa afdal alaina aidan billahi minan nar. Hali kadhalika katika adabu ya 21 ni kwamba imesuniwa mtu akithirishe kuomba dua safarini, kwa sababu dua safarini inajibiwa. Mtume amesema dua 3 zinajibiwa, hakuna shaka: da'watul madhlum wa da'watul musafiri wa da'watul walidi ala waladihi, dua ya mdhulumiwa na dua ya msafiri na dua ya mzee kumwombea mwanawe. Hadithi iliyopokea Abu Daud, nayo ni hadithun hasan katika sahih at-Tirmidhi. Na mahujaji wakithirishe kuomba dua juu ya mlima wa Safa na Marwa, na katika Arafat, na katika al-Mash'arul Haram baada al-fajr pale Muzdalifa, eneo maalum laitwa al-Mash'arul Haram, na katika al-Jamratu Sughra, baada ya kupiga jamra ile kusogea pembeni wakaomba dua, na jamra kati na kati. Wanasema maulama kwa sababu maeneo 6 haya Mtume alikithirisha kuomba dua. Kwa dua tukiwa kwenye ndege au
vyombo vyetu vya safari, dua zinajibiwa safarini. Lakini na kule kwa hala baada ya kufika, dua tuombe kwa wingi, na hususan katika hizo sehemu 6. Na hizo sehemu kama ziko pacha pacha hivi, wepesi kuhifadhi, kwa sababu mwenziwe Safa ni Marwa. Kwa tushajua juu ya Safa unaomba dua na juu ya Marwa unaomba dua. Pale dua zinajibiwa, na Mtume alipania sana kuomba dua katika kila juu ya mlima wa Safa na Marwa katika sa'i. Na mwenziwe Arafa atasema Muzdalifa. Kwa siku ya Arafa ni ya dua, na Muzdalifa alfajr Mtume alienda katika al-Mash'ar al-Haram akaomba dua. Kwa alfajiri muda mzuri wa kuomba dua na adhkar Muzdalifa. Na mwenziwe al-Jamratu Sughra ni ile al-Jamratu al-Wusta ya kati na kati. Kwa baada ya jamra 2 kupiga utaomba dua. Sehemu 6 hizo dua inajibiwa, na ni muhimu mtu kufanya bidii kuomba dua katika hizo sehemu 6, na kilele chao katika hizo 6 ni hiyo siku ya Arafa, ambapo ndio siku ya dua kwa muda mrefu sana. Adabu ya 22 ni kwamba mahujaji wanatakiwa waamrishe mema na kukataza mabaya, kwa sababu wasipoamrisha mema na kukataza mabaya wanayoona kule, kuna uwezekano wakakataliwa dua zao kujibiwa, na kitu anachokihitaji haji dua yake ijibiwe, bali muislamu katika maisha yake. Mtume katika hadithun hasanahu Tirmidhi na imo katika sahihu Tirmidhi, Mtume anasema walladhi nafsi biyadihi, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu mkononi mwake, la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar, wallahi mtaamrisha mema na mtakataza mabaya, au la yushikanna Allah an yab'atha alaykum iqaban minh, au itakuwa imekurubia mno Allah kukuleteeni adhabu itokayo kwake, thumma tad'unahu fala yastajibu lakum, kisha mtamuomba dua naye hatojibu dua zenu. Umeona mambo hayo, watu wakiacha kuamrisha mema wakataza mabaya hazitojibiwa. Adabu ya 23 ya safari, tukaepuke maasi kule na mijadala na mizozo, kwa sababu faman farada fihinna alhajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kwa tuwekeni maazimio ya kuepuka mahdhuratul ihram, hali kadhalika kuwaudhi watu, kuleta kero. Na adabu ya 24 watu kuishi kwa umoja, upole baina yao, upendo, kuhurumiana. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idha ishtaka minhu 'udwun tadaa lahu sairul jasadi bisahri wal humma. Mfano wa waumini katika kupendana kwao, kuhurumiana, kufanyiana upole ni kama mwili mmoja. Kiungo kimoja tu kikiumwa katika mwili, basi mwili mzima unaitika katika mkesha na homa, unashiriki mwili. Kwa hiyo kule mahujaji tuwaone wenzetu, kila aliyekukurubia, al-aqrabu fal-aqrab, jamaa yako wa karibu katika kundi yako ana haki zaidi. Mtu ambaye uko naye chumba kimoja ana haki zaidi kuliko mwingine. Uliyekaa naye kiti cha ujirani ana haki zaidi ya ukarimu wako na wema wako. Katika ndege kwa mfano, mahujaji wa nchi yako, wa dunia, wote Waislamu wale, mtangulize mwenzio katika choo, kabanwa zaidi, mpe kipaumbele mwenzio katika chakula. Alimradi haja za kidunia tuwape kipaumbele wenzetu, haja ya akhira kila mmoja akimbilie yeye jambo la akhira, kwa sababu katika akhira tufanye tanafus, kushindana, na katika dunia, mambo ya dunia tufanye ithar, kumpa kipaumbele mwenzio. Kwa hiyo tuwe na tabia njema. Adabu ya 25 hiyo anasema maulama, tuwe na tabia njema kama vile subira, usamehe, upole, ulaini, uwerevu na uungwana, kutokuwa na pupa, kunyenyekea mbele ya wenzio, ukarimu, uadilifu, kuthibiti katika mikiki, huruma, kuchunga uaminifu, kuipa mgongo dunia, ukarimu, haya, ukweli, ihsan, ifa, kujilinda na matamanio ya macho au ya tumbo yasije kaharibu hija. Sifati hizi wawe nazo wafanyaji hija. Kila mtu mwenye tabia nzuri katika haji anatarajiwa atafanikiwa zaidi, kwa sababu kawepesishia wenziwe haji yao. Na Mtume anasema akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa, mkamilifu aliyekamilia zaidi katika iman ni yule mwenye tabia nzuri zaidi. Tena basi Mtume akafika kusema innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajata saimil qa'im, hakika mu'min kwa tabia yake njema atafikia daraja anayefunga mchana na kusimama usiku. Allahu akbar. Mahujaji wa aina hii wanatakiwa si wa vibiru, si wa mapambano na malumbano, bali mahaba. Adabu ya 26, yule dhaifu wetu tumsaidie.
Yule mwenza wetu wa safari tuwe naye karibu, tuwaliwaze watu kwa ziada tulochukua ya chakula, gharama. Pengine mwenzetu kaibiwa, tumfikirieni. Mwenzetu kafikwa na shida fulani, tumfikirie. Katika vyakula vyetu tumevibeba katika familia, tuwafanyie watu ihsan. Abu Sa'id al-Khudri anasema walikuwa pamoja na Mtume safarini. Mtume akasema, man kana ma'ahu fadlu dhahrin falyaud bihi ala man dhahra lah, mwenye kipando cha ziada mpe asona kipando. Kwa nini mtu ana ngamia wa pili alafu mwenziwe hana ngamia, anatembea kwa miguu safari refu? Ampe. Wa man kana ma'ahu fadlu zadin falyaud bihi ala man zada lah, mwenye masurufu ya ziada. Zama zile anachukua chakula, kinywaji. Leo una pesa, mwenzio hana, mkirimu, unaitengeneza haji yako. Kwa nini mfikirie mtu wa mbali na yule safiri naye hana hata cha kukitumia? Maskini akiumwa hajui anunue dawa vipi, ampe mwenziwe. Anasema Abu Sa'id, fadhakara min asnafil mal, Mtume akataja aina za mali pale, hata raaina annahu la haqa li ahadin minna fi fadl, mpaka tukaona kwamba hakuna yoyote kati yetu mwenye haki katika ziada alonayo. Tumeona kila mmoja wetu kwamba ziada alonayo ni kwa ajili ya wenziwe. Hii ni hadithi kaipokea Imam Muslim, na ni mazingira ya safari. Na imekuja hadithi nyingine, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akikaa nyuma kwenye safari, fayusji dhaif, anamsukuma sukuma yule dhaifu, yani anamuona ngamia wake hendi, watu wote wako mbele, yuko kaachwa nyuma kwa masafa marefu, basi Mtume yuko nyuma anamsaidia. Wa yurdif, anapakia kwamba wewe ngamia wako hawezi kwenda tena, basi mwache wewe, panda nyuma yako. Wa yad'u lahum, anawaombea dua. Kiongozi bora huyo anawafanyia wema waongozwa wake. Basi pia mahujaji kwa wenzi wao, tuchukuane, tuburutane, tuwe pamoja. Upole, rahma, khairi, hayo ndio yanayotakiwa. Adabu ya 27 ni kwamba watu wakisafiri, wakishamaliza safari tuwarejee haraka. Sio mtu tena kaganda huko China wiki mbili, yuko mbali na safari na familia, sawa, kienda kwa biashara, wiki nyingine mbili kakaa tu, anatesa familia, wanawe wanapenda kuwa karibu naye, mkewe ana haki naye, yeye naye mwenyewe anajitesa. Mtume anasema katika hadithi ya Bukhari na Muslim, as-safaru qit'atun min al-adhab, safari ni kipande cha adhabu. Yamna'u ahadakum ta'amahu wa sharabah, safari inamzuilia mmoja wenu chakula chake na kinywaji chake, wanaumahu, na usingizi wake. Fa idha qada ahadukum nahmatahu, basi mmoja wenu anapokidhi haja yake safarini, falyajal ila ahlihi, aharakize haraka kurejea katika familia yake, kwa sababu kuingiza furaha kwenye familia kuna kheri yake kubwa kabisa. Bora jinyime uyatakayo katika safari, katika mambo ya ziada yasiokuwa lazima, kwa ajili ya kuitia familia furaha. Takriban hizo adabu 27 tuzichukue katika maisha yetu, na ni muhimu. Na ziko adabu nyingine za safari zinamhusu anayerejea, kama vile kuchukua zawadi na mengineyo, ambayo hayo yatamhusu zaidi anayerejea kuliko anayesafiri. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe tawfik, na hayo nayo tuje tuyazungumze katika munasaba wake muhimu, na tujalie tuwe katika wale ambao yastami'una alqawl fayattabi'una ahsana. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.